12 mpaka 14. Narimvuze ngo turasoma igice cya 4 umurongo w'9 tugeze ku ice umurongo wa 4 umurongo wa 7 tugeze ku 9. Sura ya 4 mstari wa 7 mpaka wa 9. Turakumbuka dusome umurongo wa 11 kugeza ku 12. Takuja kuruka hapo tukuje kusoma 11 mpaka 12. Tusome mu izina rya Yesu. Tusome kwa jina la Yesu. Bakundwa dukundane kuko urukundo ruva ku Mana. Umuntu wese ukunda yabyawe n'Imana kandi azi Imana. Udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. Iki nico cyerekanye urukundo rw'Imana muri twe nuko Imana yadukunze yatumye umwana wayo w'ikinege mu isi kugira ngo tubone uko tubeshwaho nawe. Amen. Amen. 11 haravuze ngo bakundwa ubwo Imana yadukunze ityo natwe dukwiriye gukundana. Uhereye kera kose ntihigeze kubaho umuntu wabonye Imana, nyamara nidukundana Imana iguma muri twe, urukundo rwayo rugatunganirizwa muri twe rwose. Amen. Mana urakiranuka wuzuye imbaraga n'ubuntu. Ndagushimira kubw'umugoroba wawe none duhaye mwiza, mugoroba w'ineza, mugoroba w'urukundo, mugoroba w'izishimo. Tubaye imbere yawe Mana tugutaramira, uhabwe icubahiro data. Mwami Yesu duciye bugufi kugira ngo imbabazi n'ubuntu bwawe tubeho, maze Mana twishimiye mugoroba. Duhagaze imbere y'ubwoko bwawe bwacu, ntabwo tubishoboye ariko turasaba gushobozwa nawe. Abicaye nabo Mwami Yesu baze gutegera no gutahura ijambo ryawe. Reka byose bikorerwa mugoroba kugira ngo icubahiro Mana kigarukire wewe none nibihe bizosha bidashira. Mu izina rya Yesu dusenze twizeye. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Turashima Imana kuko tubonye umugoroba mwiza Imana iduhaye. Shukuru Mungu kwa jioni hii njema aliyotupa. Umugoroba w'ibyishimo Imana yatugiriye neza, Imana ishimwe. Jioni ya furaha tuliyopewa na Mungu. Abo yarinzi karagira twese turabishimira Imana. Sote aliyowalinda tunamshukuru Mungu. Uko mwene data Ndagije amaze kuvuga. Kama vile ndugu Ndagije amesema. Ushize twari twagiye gushingura ku wa mbere. Tulikuwa tumeenda huko kwa mazishi. Twe twari mu yindi modoka. Tulikuwa kwa gari lingine. Ariko nyuma tugeze hafi baduhamagara ko bakoze impanuka. Lakini baadaye wakakuja kutuita eti wafanya dusanga impanuka ndi yari yoroshe cyane. Tukapata ajali haikuwa rahisi. Habaye ukuboko kw'Imana. Mikuwa mkono wa Mungu. Imana y'ijuru yabikoze himbazwa. Mungu aliyefanya apewe sifa. Kandi turashima kuko we ni data. Shukuru ya kuwa wandogo. Ngo harimo abakomeretse kandi none turizera ko Imana izobakiza. Ngara kuna wale ambao wameumia lakini tunatumai Mungu atawaponya. Bari bakoze bari mu gukomereka nabi. Ajali ambayo walipata ilikuwa mbaya. Imana yabikoze himbazwa. Lakini Mungu aliyefanya apewe sifa. Konge gushimira umugoroba wa none Imana iduhaye gw'ikaciro. Shukuru tena jioni hii ya dhamani kubwa. Itarabone cheese. Kuwa kwa ibada ni vema. Itarabone ngo tutubona amasezerano. Ndipo tunapata agano. Itarabone ngo twishimira Imana. Ndipo tunamfurahia Mungu. Itarabone ngo turamiriza Imana. Ndipo tunamsifu Mungu. Ngo itarabone cheese. Kwa sababu ibada abagize amahirwe bagaterana. Kwa wale ambao wamepata bahati ya kushiriki. Karibu sana na Mungu awabariki. Somye ijambo ry'Imana. Tumesoma neno. Ijambo nahaye umutwe vuga ngo urukundo. Neno linalosema upendo hagati y'abantu n'abandi, katikati ya watu na wenziwe, cyangwa se urukundo ama upendo rw'abakristo ya waliookoka. Mu yandi magambo twovuga, kwa maneno mengine tunaweza sema turaganirije gukundana. Tazungumza juu ya upendo Wakristo wakundana, Wakristo wanaopendana. Urwandiko huu waraka rwanditswe na Yohana, imeandikwa na Yohana. Yohana wari intumwa ya Yesu. Yohana aliyekuwa mwanafunzi wa Yesu. Iyi ntumwa ya Yesu, huyu aliyekuwa mwanafunzi wa Yesu, yarwanditse, ameiandika. Yandika urwandiko rw'ibice 5. Akaiandika ikiwa ni ya sura 5. Abehezi rufite imirongo 105. Ina mistari 150. Arwita izina, akaliita jina. Arwita izina rivuga ngo ni waraka wa uzima. N'urwandiko rw'ubuzima. Waraka wa uzima. Rwandiko rw'ubuzima. Kandi rwandikiye abantu bose. Na imeandikiwa watu wote. Iyo usomye inzandiko, ukisoma nyaraka, hari inzandiko 13 za Paulo. Kuna nyaraka 13 za Paulo. Hari izindi 8 z'abandi. Kuna pia zingine 8 za wengine. Ariko muri zo zose, lakini kwa hizo zote, hari zimwe bagiye bandikira amatorero. Kuna yale aliandikia makanisa, akandikira abantu, akawaandikia watu. Ariko Yohana, lakini Yohana, urwandiko yandikiye abantu bose. Waraka huo akawaandikia watu wote. Jewe nawe yaratwandikiye. Mimi nawe tumeandikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Asifiwe.
hanyuma Alafu yarwanditse ari Efeso, ameiandika akiwa Efeso hagati mu mwaka 85 kugeza ku 90, kwa mwaka wa 85 mpaka 90. abanditsi bagereranya kuko yarwanditse muri uwo mwaka ashaje cyane. Wanasema yakuwa ameandika katika mwaka huu akiwa mkongwe zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kandi Na tena yarwandikaga iteke cyane cyane inzandiko ze za gatatu, sana sana hizi nyaraka zake 3 yandikaga avuga ngo ndabandikiye bana banje bato. alikuwa anasema nawaandikia watoto wangu wachanga. Kwa sababu gani alikuwa anasema namna hii? Alikuwa ni mzee aliyeenda na kwa miaka, alikuwa anawazidi wengi lika, alienda akitumia nawaandikia wana wangu wadogo kwa maana alikuwa anawapenda. Hanyuma alafu huyu Yohana ni nani? Wakisema Yohana, kuna akina Yohana wengi, lakini huyu ni Yohana mtoto wa Zebedayo pamoja na Salome. Babake alikuwa anaitwa Zebedayo, alafu mamake alikuwa anaitwa Salome. Yesu alipowaita walikuwa wanaitwa ni watoto wa radi, kwa maana siku moja wakafika jijini pahali watu wakajifanya, wakamwambia Yesu ashushe moto wachome, lakini Yesu akakataa. Alikuwa anawaita ni watoto wa radi. Amewapata wakiwa wanavua, wakivua pamoja na babake, akawaita wakamfuata. Huyu Yohana asifiwe, ni mwanafunzi wa Yesu katika wanafunzi 12, na historia inasema ndiye alikuwa mdogo, ndiye alikuwa mdogo kwa wenziwe. Kulikuwa na neno linalosema yari umwanafunzi wakundwaga cyane. Kwa nini alikuwa mpendwa? Mara kwa mara alikuwa anatamani kuendelea kukaa kifuani cha Yesu, akisikia maneno Yesu anayoyazungumza ikamfanya aitwe ni mwanafunzi yakundaga. Mpaka Yesu akasema neno, akasema nikitaka huyu anaweza akakaa mpaka ni mwisho wa dhahari. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu Yohana yari umurobyi, alikuwa ni mvuvi. Huyu Yohana ameandika vitabu 5. Ameandika Injili kama ilivyoandikwa na Yohana, akaandika waraka wa kwanza wa Yohana, waraka wa pili, waraka wa 3, alafu akaandika Ufunuo. Huyu Yohana ngo yagaragajwe kenshi, amejaribiwa mara nyingi sana, kugeza ngo yatetswe mu mafuta, mpaka alipochomwa katika mafuta avanga ari muzima, akatoka akiwa sawa, kugeza ngo bamashije mpaka waliweza kumuta kukarwa ka Patmo, kumweka kwenye mlima wa Patmos. Bali bagambira ibintu bitatu, walikuwa na kusudi la lengo 3. Bali bagambiriye ngo lengo la kwanza ilikuwa wasishwe n'inzara, afe kwa njaa, cyangwa ngo yishwe n'imbeho, ama afe kwa baridi, cyangwa ngo yishwe n'irungu, ama afe kwa upweke. Ikishindikana inyamaswa zizamura, wanyama wakali wa mle. Lakini kwa hayo yote haikumdhuru. Kwa nini? Hari ijambo umwami Yesu, kuna neno ambalo mfalme Yesu yari yaramumvuza, alikuwa amesema juu yake. Niba hari ijambo Yesu kama kunalo neno Yesu alisema kwako, wewe usijali, ucha mu muriro, utapita kwa moto, hutachomeka. Ukipita kwenye mito haitakubeba, kwa maana hari ijambo wavuze, kuna neno ulilosemwa na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umurongo mukuru w'iki gice nako teme nkuru y'uru rwandiko, mstari mkuu wa waraka huu ni hejuru y'urukundo, ni juu ya upendo. Amateka, historia, inyigisho za Biblia, mafunzo ya Biblia zivuga kuko ngo ariwe muntu, inasema kuwa ndiye mtu wanditse hejuru y'urukundo, ambaye ameandika juu ya upendo kuruta abantu bose, kuliko watu wote. Uwundi washatse kumwegera, mwingine ambaye alimkaribia ni Paulo. Cyane Paulo yarwanditse hususan na Paulo akaandika Kice cha 13 rwandiko rwa mbere wa Korinto, waraka wa kwanza wa Korinto 13 sura. Waraka sura hii izacitwa ngo wanga inaitwa ngo nindirimbo, hii ni nyimbo yo kurata ya kusifia urukundo rw'Imana, upendo wa Mungu. Indirimbo, nyimbo irata inayosifu urukundo rw'Imana, upendo wa Mungu. Urukundo, upendo, ijambo urukundo, neno upendo, Yohana yarugaruseho, Yohana ameirudilia inshuro zirenga 50, mara zaidi ya 50. Aha, yandika ijuru urukundo, akizungumzia juu ya upendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hanyuma rero, alafu yanditse afite intego 3. Ameandika akiwa na lengo 3. Intego 3 zatumye Yohana yandika urwandiko. Lengo 3 zilizomfanya andike waraka huu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Impamvu ya mbere, lengo la kwanza, ngo yaza shaka, alikuwa anatafuta kukomeza abakristo, kuwaimarisha Wakristo muzo kwizera, kwa mambo ya imani.
intego yeye ya mbere kwandika. Lengo lake la kwanza kuandika waraka huu. Tumesema ni waraka wa kila wa watu wote. Nawe nami imetuandikia. Nasi pia inatuambia eti wakati huu kuna vitu nyingi zinazofanya imani ya watu wengi itikisike. Kuna wale imani yao inatikiswa na pesa. Kuna wengine inatikiswa na nyakati za vita, za umaskini, za ugonjwa, za kutuki. Lakini Yohana anakuambia hivi, imarika kwa mambo ya imani. Uimarike, usitikisike. Bwana asifiwe. Amen. Nungu wanyura muri bisobi. Hata upita kwa nyakati hizo. Lakini Yohana jioni hii, ukomere. Imarika. Unyeganyeke. Usitikisike. Bwana asifiwe. Hallelujah. Icyakabiri. Ya pili. Uhari yandutse inyigisho. Kulikuwa kumekuja na mafunzo. Inyigisho z'ibinyoma. Mafunzo ya uongo. Kizadutse muri kino gihe. Kama zile zilizochipuka siku hizi. Si mnazisikia siku hizi? Dukora ibishaha. Eti tutende dhambi. Wengu ubuntu bwara. Eti imani, neema imekuja. Ubuntu buzana agakiza bwose bwaraboneka. Neema iletayo wokovu imepatikana. Lakini inatufunza kuacha kutomtii Mungu. Tukijilinda, tukiwa watakatifu. Hiyo ndiyo neema iliyokuja. Lakini watu wanasema kwa sababu eti mtu hawezi akapoteza wokovu. Wakati wa Yohana kuna mafunzo aliyokuwa amekuja kwa watu. Hatusemi kwa sababu ya muda. Zilikuwa ni mafunzo 4. Lakini la kwanza zinazoitwa za vitabu za wenye hekima. Kulikuwa kumekuja na akili nyingi. Kwa siku hizo watu wakaanza kupotosha watu. Yohana akamwandikia waraka huu akiwaambia, akipinga mafunzo haya ya uongo. Tusimame tupinge mafunzo haya katika jina la Yesu. Nasi tumezipinga katika jina la Yesu. Neema imepatikana inayoletea watu wokovu. Inatufunza kujilinda, kutomtii Mungu. Atukuzwe. Asifiwe. Haleluya. Haleluya. Imbavu ya kabiri yabandiki. Sababu ya pili aliyoandikia abantu bose. Amewaandikia watu wote. Alikuwa anapinga mafunzo ya uongo. Amen. Haleluya. Gatatu. Ya tatu. Yaza bashishikariza. Alikuwa anawasisitiza kurwanira kwizera. Pigania imani. Kurwanira ubukristo. Kupigania Ukristo. Kutetea injili. Haleluya. Kuipigania ukweli. Kugwanira agakiza. Na Yuda yarabivuze. Yuda alisema murwanire kwizera abera bahawe rimwe. Akasema ipiganie imani tuliyopewa mara moja. Turwanire kwizera. Tuipiganie imani. Tuzoirwanira gute? Tutaipiganiaje? Mu bintu bitatu. Vitu 3. Jambo rya mbere. Neno la kwanza ni imyitwarire yacu. Ni mienendo yetu. Ihwanye n'ijambo ry'Imana. Ambayo inabatana na neno la Mungu. Character. Mienendo. Tugire character nzuri. Tuwe na mienendo mizuri. Yesu akasema wakiziona matendo yenu mema na iwafanye wamsifu Mungu. Kazi ya wengi, matendo yao inafanya Yesu kujichukulia kwa wengi, inawafanya injili dharauliwe. Lakini kama watakatifu tumeitiwa kupigania imani. Jinsi gani? Kwa mwenendo wetu. Kaa jijini, kaa jijini, kaa kanisani, uende barabarani, uende ushago, uendelee kuwa Mkristo. Binti mmoja huko Sweden ya mimba akasema mimi ni Mkristo, taendelea kuwa Mkristo kwa mambo yote mpaka nife. Je, mienendo yako inapigania ukweli? Kuna kile wanaweza wakaiga kwako. Saa hii kumekuja vitu ya kujifanya. Kuishushanya. Anakaa ni kama amo ndani. Anaimba. Wanasema. Lakini ukiangalia mienendo yao, ukiangalia maisha yao, unapata ni tofauti. Lakini Yohana akaandika akasema mpiganie Ukristo. Pigania imani. Mkionyesha kwa matendo. Watu wakiona matendo yetu mema iwafanye wamsifu Mungu. Paulo akasema jueni ninyi ni waraka unayosomwa na watu wote. Yesu akasema ninyi ni chumvi la dunia, ninyi ni nuru ya dunia, ninyi ni jiji uliojengwa juu ya mlima.
imyitwarire yawe, mwenendo wako kirarwanira ubukristo, inapigania Ukristo. Aho utuye, pahali unakaa, aho uzawirirwa, pahali unashinda, umuryango wanyu, jamii kwenyu, imyitwarire yawe, mwenendo wako kirarwanira ubukristo, inapigania Ukristo. Chakabiri, pili, haleluya, haleluya, ngo nugukomeza kwamamaza by'agakisa, ni kuendelea kuitangaza injili. Zitangaza injili. Mwamamaza by'agakisa. Yesu aravuga, tangaza injili. Yesu akasema, akawaambia wanafunzi, akawaambiwa ni umepewa uwezo duniani na mbingu, nanyi endeneni mkawaambie watu habari njema. Watakao kubali mwabatize katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na tena mkiwafunza kutii sheria. Akasema ni pamoja nanyi. Unaitangaza injili, unabidi. Injili tunaisema kwa namna tatu. Kuna wanaoombea wainjilisti, hawezi kulala bila kusema Baba waangalie wainjilisti. Wa pili ni wanaotoa pesa, wanatoa uwezo wao ili missionary waendelee kutembea. Watatu ni wale ambao wanaenda. Kwa wote wewe umo kati ya wapi? Unawaombea, uzutanga mafaranga, unatoa pesa, cyangwa uzugenda uvuga, ama unaenda ukitangaza. Haleluya, haleluya. Turwanira ubukristo, tunapigania Ukristo iyo tuvuga ubutumwa bwiza, tukitangaza habari njema. Tunasema tukitoa mambo yetu, tunaombea injilisti, tuvuga twagiye. Pia tukisimama na kwenda. Kwa hayo wewe unafanya lipi? Haleluya, haleluya. Atukuze Mungu wa milele, asifiwe Bwana. Kurwanira kuipigania Ukristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Iri jambo muri urwandiko, neno katika waraka huu, yakivuga cyane hejuru y'urukundo. Ameenda akizungumzia juu ya upendo, hejuru y'ubuzima. Akasema juu ya maisha. Ubuzima, haya maisha yabuvuze, ameyazungumzia mu gice cya mbere kwa sura ya kwanza, umurongo wa mbere, mstari wa kwanza. Mu yandi magambo, kwa maneno mengine, yatangije urwandiko ni jambo ubuzima. Ameanza na maisha, asoza urwandiko n'ubuzima, akamaliza na maisha. Cya gatanu umurongo 20, sura ya 5 mstari wa 20. Ubugingo basobanura iki? Haya maisha yanamaanisha nini? Inamaanisha ngo ni ubuzima nyakuri. Hii ni uzima kweli kweli. Ubugingo Yohana yazavuga ni ubuhe? Huu uzima wa milele aliyokuwa akiuzungumzia ni upi? Inamaanisha ngo ni ubuzima nyakuri. Huu ni uzima kweli kweli. Pili, ngo ni ubugingo, ni uzima wa kufatanya n'Imana, wa kuambatana na Mungu muri Kristo Yesu, katika Kristo Yesu. Ni kumfatanya bikorwa, ni kuwa muambatanaji. Amen. Haleluya. Iyo tuvuga ubutumwa, tukitangaza injili, iyo tugira imyitwarire myiza, tukiwa na mienendo mizuri, iyo dutanga ibyacu, tukitoa mali yetu, turimo dufatanya n'Imana, tunaambatana na Mungu muri Kristo Yesu, ndani ya Kristo Yesu. Ubugingo, uzima wa milele ni kuambatana na Kristo, kutumika na Yesu, ariko tukabikorera, lakini tunafanya muri Kristo Yesu, ndani ya Yesu Kristo. Jambo la gatatu, jambo la tatu, sobanurwa ubuzima. Bado inamaanisha uzima huu wa milele. Inasobanurwa ngo, inamaanisha ngo ni ubugingo, ni uzima wa milele. Ubuzima ni uzima go gutura, la kukaa kure, mbali nica na dhambi. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ejo nalivuza twari turi. Jana nimesema pahali tulikuwa, hari abantu satani asabatia cyaki cyose abatere cyose. Kuna wakati shetani akiwapiganisha watu, anawashinda. Azamutera nijoro, anampiga usiku, anamshinda. Yamutera muri material, akimpiga katika material, anamshinda. Yamutera kuri telefone, akimpiga kwa simu, anamshinda. Kila pahali akimpata, anamshinda. Hawezi kuacha. Azacha mu busambanyi, anapita usherati, anamshinda. Yanyura mu matiku, akipita kwa masengana, anamshinda. Akikuja kwa mgawanyiko, anamshinda. Kila lango akiingia ibilisi, anamshinda. Lakini kuna wengine shetani kuwafikia, anang'ang'ana. Haleluya, haleluya. Neno uzima linamaanisha ni kuishi kure, mbali ya dhambi, kuachana na, kujitenga na dhambi, kutengana na dhambi, kuacha dhambi. Amen. Haleluya. Anasifiwa sana. Haleluya. 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 Oh, sebazamenya kubana nawe, ware kugome itaweso.
bose bazamenya kubana nayo, bare kubugome mwitabe Yesu. Ubuzima, maisha no gutura, ni kukaa kure y'icyaha, mbali na dhambi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Asifiwe. Abake wa zamani ngo batinyaga ibyaha ngurufu, walikuwa wanaogopa dhambi kama kifo, ngo bari bahibana kabasa, walikuwa wamejipeana kwa Mungu kama walikuwa wanaogopa dhambi kama wafu, ngo bari hayimana, walikuwa wamejipeana kwa Mungu kama waliofufuka. Toka kwenye dhambi, acha tabia hizo zilizokutawala. Yesu yu karibu kuja. Yesu yu karibu kuja. Yanayodhihirisha kuja kwa Yesu inakimbia kuonekana, inakuja majira, zinaonekana majira. Yesu yu karibu kila wakati. Yesu anaweza akarudi. Vile ilivyo ndivyo inaonekana. Hiyo vita ya Israeli vile inapigana, ikiwezekana inatembea mpaka ifike vita ya Armagedoni. Inaenda haitakoma, inachodhihirisha kuja kwa Yesu inakimbia kuonekana. Ukitaka unaweza ukajiunga na Mungu, unaweza ukaacha dhambi, unaweza ukaacha dhambi ya dhambi. Wacha utu wakati. Haleluya. Wacha mwili. Haleluya. Haleluya. Ubuzima. Maisha. Umuntu ufite ubuzima. Tuanaye maisha. Utarwaye gripe. Si yule ambaye haugui homa. Utahuta kumutwe. Si yule ambaye anaumwa kichwa. Si wa undu ayumva komeye. Si yule ambaye anajisikia ameimarika. Ubuzima. Maisha. Yohana aliyosema ni maisha ya kukaa mbali na dhambi. Kaa mbali na dhambi. Kaa mbali na dhambi. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. 4 ubuzima. Maisha. Ngo birasobanurwa ngo. Inamaanisha hivi. Ngo nukuva mwimbuto. Ni kutoka mbegu. Nukuva mwimbuto. Kutoka mbegu z'urukundo. Ya upendo. Imbuto z'urukundo. Tunda la upendo. Ngomba ngana gusa. Hiyo ndo nazungumzia. Ngomba nazungumzia hiyo yote ndio nielekea. Maisha ina maisha ya uzima wa milele usioisha. Haleluya. 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 Harumwe urugandiko muri urugandiko rwa Yohana. Katika waraka huu wa Yohana yagaragaje vipimo 3. Ameonyesha vipimo 3 bizabigaragaza Mkristo nyakuri, ambayo inaonyesha Mkristo wa ukweli. Nawe wipime kuri by'umugoro wa none. Nawe jipime jioni hii. Amagambo yo kuzatuvuga gusa kuvuga gusa. Toka kwa maneno ya kusema tu. La. Tuzadutera intambwe duhinduka. Tupiga hatua tubadilike. Kuna vipimo 3 zinazompima Mkristo. Ngakwa kuni kwa thermometer. Ni kama vile kipimo kinachopima joto. Kani zipimo Mkristo nyakuri. Ama inayompima mtu, kipimo cha kumpima Mkristo ukweli ni vipimo 3. Niba bitakuri mutazumzipima. Kama haimo ndani yako, yumugoro wawe wikubitagasha. Jioni hii ujiamshe. Wikubitagasha. Ujiamshe. Kipimo cha mbere. Kipimo cha kwanza ngo nukumvira. Ni kutii. Kutii. Kumvira Imana. Kutii Mungu. Kugira umutima. Kuwa na moyo wa kumtii Mungu. Mutima wawe umvira Imana. Moyo wako unamtii Mungu. Mutima wawe umvira Imana. Moyo wako unamtii Mungu. Ikubwiye ngo reka kurenga nyuzure kurenga. Ukikwambia wacha ukorofi unaacha. Ikubwiye ngo reka gusenga gusambana usambana. Ukikwambia wacha usherati unaacha. Ikubwiye ngo reka guca amachakuze. Ukikwambia wacha mgawanyiko unaacha. Kipimo cha kwanza Ukristo. Kumuntu ari umukristo. Kama Mkristo ni Mkristo. Ni kuwa ndani yake umutima, moyo umvira Imana wa kumtii Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Umubwira ngo tanga icacumi akagitanga. Ukimwambia toa fungu la 10 anatoa. Umubwira ngo reka gukora ibi ngibi na makosa. Wacha kufanya haya ni makosa, anaacha. Reka. Wacha. Reka. Wacha. Akareka. Anaacha. Kipimo cha mbere. Kipimo cha kwanza. Thermometer ya mbere. Kipimo cha kwanza. Skale ya mbere zipima Mkristo. Kipimo kinachompima Mkristo ni kugira umutima. Ni kuwa na moyo ubaha Imana. Unaomtii Mungu. Uri mu muhanda. Ukiwa barabarani. Uraho bakuzi. Ukiwa pale wanakujua. Ukiwa pale hawakujui. Uri kumwe na telefone yawe wenyine. Ukiwa na simu yako peke yako. Uri kumwe nabandi. Ukiwa na wengine. Nijoro uryamye. Usiku ukilala. Wicicuye. Ukiamka. Wabonye amafaranga. Ukiwa na pesa. Bakiranuka mu cacumi. Unakuwa mtakatifu kwa fungu la 10 moyo. Unaomtii Mungu. Hiyo ndio kipimo ya kwanza. Kipimo cha pili ni upendo. Upendo. Ugeze mukundana. Upendo unapendana. Ugukundana.
Upendane. Biblia ikasema enyi wapendwa pendaneni, kwamba upendo inatoka kwa Mungu, na kila mmoja anayependa anajua Mungu, na yule ambaye hapendi hajamjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Haleluya. Wapendwa, pendane. Haleluya. Haleluya. Kwa maana Mungu amefanyaje? Amewapenda. Kila mmoja anayempenda mwenzie anajua Mungu. Asiyependana hajui Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Kipimo cha pili kinachopima Mkristo ni vile mtu anapenda watu, na upendo inakaa kwa vitu mbili, si tatu. Mtu akikwambia anakupenda, vitu utakazoangalia si tatu, ni mbili. Kwanza angalia uhusiano wako na yeye, vile mnatembeleana. Mnatembeleanaje? Akikwambia anakupenda na anamaliza mwezi bila kukutembelea, anakudanganya. Na upendo tofauti na kutembea tu. Ni tofauti na kutembea pamoja. Na neno la pili kinachodhihirisha upendo, vile mnavyochangia vyenyu. Huwezi kulala njaa akiwa na kitu, nawe huwezi kulala njaa akiwa na kitu. Mnachangia mali yenu. Hizo ndizo vitu mbili zinazoonyesha upendo. Mtu akikwambia anakupenda, angalia vile mnatembeleana, angalia vile mnachangia mali yenu. Kipimo cha tatu ni kumwamini Yesu. Kumwamini Yesu. Vile umeamini Yesu. Haleluya. 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 Kuna upendo nyingi, aina nyingi za upendo, lakini kuna upendo mmoja. Huyu Yesu ametupenda. Hii inayoitwa ni upendo kweli kweli. Kwa Kifaransa anaita ni upendo inconditionnel, upendo bila sharti. Upendo love bila sharti. Unampenda mtu eti si ati mnazaliwa pamoja, si ati unamjua, si ati unatafuta faida kwake. Unampenda kama kwa sababu Mungu amemuumba. Unampenda kwa sababu Mungu amemuumba. Upendo usio na sharti. Hiyo ndio Yesu ametupenda. Paulo akawaandikia Warumi, akawaambia inawezekana kama mtu anaweza kwenda kufia, anaweza akajitoa kwa ajili ya mtakatifu. Lakini Mungu amedhihirisha upendo wake aliyotupenda akijitoa zamani tukiwa watenda dhambi. Amen. Haleluya. 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 Amen. Ni nini iliyomfanya akupende? Ni jamii nzuri. Uwanga napenda kusema. Na hata juzi kuna mtu tulikuwa tunaongea kwa familia. Mungu kwa kunipenda na kuniita imesimamia kwa nini? Si jamii kubwa ambayo naizaliwa, si utajiri niliokuwa nao, si ati nilikuwa na kila kitu, si akili, si area. Kuna saa zingine nikijiuliza, naiambia kwa nini umenipenda? Lakini nakumbuka kuwa Mungu ni upendo. Amenipenda na bila kusimamia kwa damu. Na wewe nami lazima tupende wenzio bila kuwa na sharti. Nikiandaa maneno haya nakuye mu gitabo nikisoma, nimetoa kwa kitabu nikisoma, hari impamvu ngo zigera kuri 200. Kuna sababu karibu 20 zituma tukunda bana, zinazotufanya tuwapende wengine. Ariko nta mwanya mfite kuzivuga zose, lakini hatuna muda wa kusema zote. Mungu anavuga 5. Nitasema 5 pekee kugira ngo ndangize hanga ili tumalizie hapa. Hari impamvu 20. Kuna sababu 20 sabwa na Biblia, tunaomba na Biblia zo gukunda bana, za kuwapenda wengine. Ariko Mungu baraka mvuge 5, lakini wacha tuseme 5. Sababu ya kwanza, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Afite Biblia waje kusoma, waje kufasha mfano. Wala ambao wana Biblia wachukue mic kugira ngo tusome tuzane cyane ili tuende kwa pamoja. Sababu ya mbere, sababu ya kwanza, ngo nuko bizerekana, inaonyesha wiye dukuza abandi tukiwapenda wengine. Zerekana koko, inaonyesha kuwa turi abana b'Imana, ya kuwa sisi ni wana wa Mungu, sisi ni watu wa Mungu. Inaonyesha turi abana b'Imana, tu wana wa Mungu. Zerekana, inaonyesha turi abantu b'Imana, tu wana wa Mungu. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Twabisomya ya gice cha 4 tumesoma hapo sura ya 7 inasema ngo bakunda, enyi wapendwa mukundane.
pendaneni kama vile Mungu amewapenda, kwa maana Mungu ni upendo. Haleluya. Haleluya. Wanaopendana ndio wanajua Mungu. Asiyependa mwenziwe hajui Mungu. Sababu ya kwanza inatuomba tupendane, kwa sababu tukipendana ni ishara dhihirisho ya kuwa sisi ni wa Mungu, sisi ni watu wa Mungu. Hakuna watu ambao si wa Mungu wanaweza wakapendana, wanaweza wakapendana.